unafanya nini? Wa mwanangu usidemu wangu mshikaji wangu. Nini usinizuie babu. Udemu wangu usinizuie na kuchapa vibao sasa. Wewe unafanya wangu babu, hebu wewe unafuata nini hapa? Wewe unakaa na huyu ili weje? Wewe ushamba uje mwanangu. Mimi nakwambia udemu wangu afu ushamba babu. Wewe ushamba mzee. Wewe unafanya nini? Wewe unafanya nini hapa? Ushamba nini? Wewe asikia bwana. Au vipi? Baridi. Baridi mwanangu. Wewe umetafuta vita. Wewe si unamchukua demu wangu umejipata unamchukua afu demu wewe nitakuonyesha wewe. Wewe si unabandika kope mimi naenda kubandika maharage. Unaweza kutumia miaka 5 kujenga YouTube channel yako, alafu siku moja tu umekaa channel yako ikafutwa. Hakuna warning, hakuna explanation yoyote kutoka YouTube, na huenda usiipate tena hiyo channel. Hii sio hadithi. Inatokea mwaka 2026 kwa maelfu ya creators. YouTube imeanza kufanya kile kinachoitwa cleaning house. Lengo lao ni kuondoa content yenye ubora mdogo, yani scam. Yes, karibu sana kwenye YouTube channel yangu. Hakikisha una subscribe alafu una like hii video, kwa sababu ukilike hii video utasaidia iweze kuwafikia watu wengi. Sasa kwa nini YouTube imefanya hii cleaning house? Kwa sababu YouTube inataka watazamaji wabaki kwenye platform. Kadri content nzuri zinavyoongezeka ndivyo ambavyo advertisers wanaendelea kuwekeza pesa nyingi kwenye YouTube. Kwa hiyo kama content yako inaonekana kuwadanganya watu au haina originality, inaweza kuingia kwenye hatari kubwa ya kufutwa. Kitu cha kutisha zaidi ni hiki. Sio binadamu pekee wanaokagua channel. AI ndio inayofanya kazi kubwa. Tatizo ni kwamba AI sio perfect. Inaweza kukosea, inaweza kudhani umetumia AI content wakati hujatumia. Inaweza kudhani umevunja community guidelines wakati hujavunja. Na wakati mwingine apili yako inaweza kukataliwa bila maelezo ya kutosha. Huu ndio ukweli ambao creators wengi hawataki kusikia. YouTube sio mali yako, channel sio mali yako, subscribers sio mali yako. Wewe ni mpangaji kwenye nyumba ya YouTube. Na YouTube ndio mwenye nyumba. Akibadili sheria leo lazima uzifuate. Ukifunga channel yako unaweza usiwe na cha kufanya. Hii ndio maana hutakiwi kutegemea YouTube pekee. Creators wenye akili anajenga audience nje ya YouTube pia. Kuwa na email list, kuwa na Facebook, kuwa na Instagram, kuwa na TikTok, website, WhatsApp community, Telegram. Usiweke biashara yako yote kwenye platform moja. Ukipoteza channel leo bado unaweza kufikia watu wako. Mwaka 2026 YouTube imebadilika. Sio tena platform ya kuposti chochote. Wanataka quality, wanataka originality, wanataka content salama kwa advertisers. Na kama unataka kukaa kwenye YouTube kwa miaka mingi, usifikirie tu views. Jenga brand, jenga community, na muhimu zaidi, jenga audience ambayo unaweza kufikia hata kama YouTube itaamua kufunga channel yako kesho. Kama wewe ni creator, andika kwenye comment, je, unafikiri YouTube inafanya jambo sahihi kufuta channel nyingi au AI imepewa nguvu kubwa sana? Make sure una comment, make sure una like hii video ili iweze kuwafikia watu wengi. Then peace out. Kwa mtu ambaye hajawahi kufanya content na anataka kuanza kufanya content, nisikilize tu kidogo. Sijui tumefikaje katika hii hatua ya kuwa tunatengeneza content kwa ajili ya kupata views, watu waangalie. Kiukweli sijui tumefikaje hapa, lakini inavyoonekana tumeshanasa kwenye huu mtego. Mtu anayefanya kazi ofisini anaweza asinielewe. Kwa mtu anayefanya kazi anaamka asubuhi anaenda kazini na anarudi jioni anaweza asinielewe, lakini kwa content creators wanaweza kanielewa. Kwa content creator lazima ufanye kazi mara mbili mtu ambaye anafanya kazi ofisini. Kwanza unatakiwa unajifunza kila siku. Content ni risky business. Kuna kipindi unafanya content alafu uelewi kama hiyo content itakuingizia pesa au itakuingizia pesa. Ni kawaida sana ukiwa kama content creator. Sasa kwa mtu ambaye anatamani kuwa content creator, ushauri wangu wa bure kabisa, usije ukaweka maisha yako kwenye idadi ya views unaopata. Narudia tena, usije ukaweka
maisha yako kwenye idadi ya views unaopata. Kuna sababu nyingi ambazo zinafanya creators washindwe kutengeneza content. Sio kwa sababu hawana kamera nzuri na sio kwa sababu algorithm inawachukia. Sababu kubwa ni moja tu, wanaogopa kuaibika. Na ukiangalia creators wengi duniani walilipa hiyo gharama kabla ya kufika walipo. Mafanikio yanaanza pale ambapo unakubali kuchekwa. Kila mtu anayefanya kitu tofauti anaonekanaga mtu wa ajabu sana mwanzoni. Unapoanza kufanya video hadharani, watu wote wanakuwa wanakutazama. Lakini kumbuka, kama hamna anayekuona kwa tofauti, basi bado hujafanya kitu cha kitofauti. Ukweli ni kwamba video zako za mwanzo zitakuwa tu mbaya. Hakuna creator alianza akiwa perfect. Video ya kwanza haitakuwa nzuri. Hata voice over ya kwanza pia haiwezi ikawa nzuri. Editing ya kwanza pia haiwezi ikawa nzuri. Kitu kikubwa, usijilinganishe na watu walioanza kitambo, watu walioanza miaka 10 iliyopita, watu walioanza miaka 5 iliyopita, kwa sababu makosa makubwa tunayofanya ni kujilinganisha na watu kama hao ambao kiuhalisia wana miaka mingi sana ya kufanya wanachokifanya. Watu unaoogopa hawatabadilisha maisha yako. Unaogopa ndugu, kwa mfano unaogopa ndugu zako watakuonaje, unaogopa marafiki zako watakuonaje, au wote hawezi kubadilisha maisha yako. Unaogopa watu wa mtaani watasemaje wakikuona unaanza kurekodi au unaanza kufanya kitu ambacho unaamini unaweza kukifanya. Lakini ukweli ni kwamba siku zote watu wanaobadilisha maisha yako ni wale watu ambao hawajui umetoka wapi, na sometimes hata hawajui unaelekea wapi. Mara nyingi inaonekanaga aibu unapokuwa unaanza, lakini ukifanikiwa story inakuwa tofauti. Ukifanikiwa watu utasikia wanasema tulijua tutafanikiwa. Usisubiri kuungwa mkono ndio uanze. Kama unataka kuwa creator, content creator, kubali kuonekana mtu wa ajabu kwa muda fulani. Kubali tu, hata kama video zako za mwanzo sio nzuri. Kubali watu wakiwa wanakushangaa, kwa sababu mara nyingi mafanikio yanaanza pale ambapo watu wengine wote wanaona aibu. Kama umejifunza kitu kwenye video hii, bonyeza like, bonyeza subscribe, andika kwenye comment hapo. Niko tayari kuaibika mpaka nitimize ndoto zangu. Unafikiria kununua Sony FX5? Subiri kwanza. Kabla hujatoa mamilioni ya pesa, kuna mambo muhimu unapaswa kujua ndani ya sekunde 90. Nitakwambia kama kamera hii inakufaa ama la. Kwanza kabisa, Sony FX5 ni cinema camera iliyotengenezwa kwa ajili ya filmmakers na video professionals, si kwa wapiga picha wa kawaida. Kitu kinachosumbua watu wengi ni ubora wa video, na hapa Sony FX5 inafanya vizuri sana. Ina rekodi 4K yenye detail nyingi, ina dynamic range kubwa, na scene tone pamoja na S-Log zinakupa flexibility kubwa kwenye color grading. Autofocus yake ni bora kabisa, inafuata uso na macho kwa usahihi. Pia ina record 5K resolution mpaka 60 frames per second. Unajua kitu ambacho Sony wamekibadilisha na kinaweza kukufanya ununue Sony FX5 ni screen yake. Sony FX5 inakuja na screen kubwa ya inchi 3.5, kubwa kuliko ile ya Sony FX3. Lakini si kubwa tu, screen hii imewekwa kwenye mfumo wa 4 axis multi angles, hivyo inaweza kugeuka mara 4 kwa urahisi unapopiga low angles, high angles au selfie bila usumbufu. Kama unafanya biashara ya video kama wedding, documentary, commercials au music video, Sony FX5 bado ni moja ya kamera bora kununua. Lakini kama wewe ni content creator wa kawaida au unapiga picha zaidi kuliko video, unaweza kuokoa pesa kuchagua option nyingine. Kwa mtu ambaye hajawahi kufanya content na anataka kuanza kufanya content, nisikilize tu kidogo. Sijui tumefikaje katika hii hatua ya kuwa tunatengeneza content kwa ajili ya kupata views, watu waangalie. Kiukweli sijui tumefikaje hapa, lakini inavyoonekana tumeshanasa kwenye huu mtego. Mtu anayefanya kazi ofisini anaweza asinielewe. Kwa mtu anayefanya kazi anaamka asubuhi anaenda kazini na anarudi jioni, anaweza asinielewe, lakini kwa content creators wanaweza kanielewa. Kwa content creator lazima ufanye kazi mara mbili mtu ambaye anafanya kazi ofisini. Kwanza unatakiwa unajifunza kila siku. Content ni risky business. Kuna kipindi unafanya content
alafu uelewi kama hiyo content itakuingizia pesa au itakuingizia pesa. Ni kawaida sana ukiwa kama content creator. Sasa kwa mtu ambaye anatamani kuwa content creator, ushauri wangu wa bure kabisa, usije ukaweka maisha yako kwenye idadi ya views unaopata. Narudia tena, usije ukaweka maisha yako kwenye idadi ya views unaopata. Kama unatengeneza content, utakubaliana na mimi kabisa, kuna wakati inakuwa ni kazi ngumu sana kushuti kwenye mbele za watu, kushuti public places. Yani sehemu ambapo kuna watu, labda stendi, sokoni, vitu kama. Sasa kwenye hii video nataka nikupe trick 2 za muhimu sana ambazo zinaweza zikakusaidia wewe kushuti vizuri kwenye watu wengi. Trick namba 1, unapoenda kushuti kwenye watu wengi, unatakiwa utafute sehemu ambayo wewe utakuwa unayaona mazingira yote. Kwa mfano utakuwa unaona, kwa mfano unaenda kushuti sokoni, ukishafuata procedure zote, kwa mfano umeenda kuonana na labda mwenyekiti wa soko, ukapata kibali maalum cha kushuti, unatakiwa uangalie sehemu ambayo sio entry, yani sio sehemu ambayo watu wanaingia wala sio sehemu ambayo watu wanatoka, lakini ujiposition sehemu ambayo unaweza kuwaona watu wanaoingia na watu wanaotoka. Pale utakuta control attention ya watu, kwa sababu watu wanaoingia moja kwa moja watakuwa wanaangalia sehemu za bidhaa na watu wanaotoka watakuwa wanaangalia sehemu wanapokwenda. Kwa hiyo ukijiposition sehemu ambayo hakuna hizo movement, itakusaidia wewe kuweza kupata shoti zako vizuri bila shida yoyote. Lakini trick nyingine ni kwamba unajitahidi kushuti bila wasiwasi. Kwa mfano, unaweza ukawa umeenda kwenye restaurant, una uhakika kama hiyo restaurant wanaruhusu kushuti ama hawaruhusu kushuti. Sasa trick ya pale ya kufanya ni kwamba unapokuwa una shoot usionyeshe wasiwasi. Unajua unapoanza kuonyesha wasiwasi una gain attention ya wale wahudumu kutaka kuja kukuuliza au kukuuliza unafanya kitu gani. Kwa cha msingi ni wewe kuwa na confidence ya kile kitu unachokifanya, mpaka pale ambapo utakuja kuambiwa labda kufanya unachokifanya hapa sio sahihi. Kwa sababu kama wewe unaenda tu pale kwa ajili ya kushuti, kila sehemu ina sheria zake, lakini kama unaenda pale kwa ajili ya kushuti, maana yake ni kwamba unakuwa katika, sidhani kama ni kitu kibaya, ila utakapoanza kuonyesha wasiwasi ndipo utakapowapa watu wasiwasi. So kama umependa hii video, make sure una like alafu una subscribe. Niambie kwenye comment hapo ushawahi kwenda kushuti sehemu gani na ukapata changamoto gani. Kwenye hii video nataka nikuonyesha jinsi ambavyo nimeshoot hii shot ya mvua kwa kutumia Sony f6500 na tube 2. Kabla sija kuonyesha the full process, make sure una like hii video. So step ya kwanza ilikuwa ni kuandaa mvua yetu. Hapa tulichukua mfuko wa shilingi 500 na kuweka juu ya kamba za kuanikia nguo, tukaubana vizuri na vibanio, alafu tukatia maji kwenye ule mfuko. Taa moja niliweka kama key light, tube moja niliweka kama key light, nyingine nikaweka kama backlight ambayo ilikuwa ni taa ya kijani. Lakini ili kupata ule mwanga kama radi, nilitumia taa moja ndogo ambayo ilikuwa ni hizi taa zinazouzwa za urembo ama ambayo ilikuwa na effect ya flashes. So baada ya pale tukatoboa, tukamweka msanii wetu. Baada ya kumweka msanii pale, tukaseti kamera yetu Sony f6500. Baada ya kuseti Sony f6500 tukatoboa na vijiti vidogo vidogo, tukatoboa ule mfuko, basi maji yakawa yanachuruzika. Of course tulikuwa hatuna muda mwingi wa kuset ili maji yawe mengi zaidi, lakini nafikiri utakuwa umepata picha ya hata ukiwa unahitaji kufanya hiki unaweza ukaboresha zaidi na kutafuta mfuko labda mrefu ama kutafuta mfuko mpana zaidi ambao unaweza ukabeba maji mengi au maji kwa upana zaidi. Kwa hiyo kama umejifunza kitu kupitia hii video, make sure una like alafu una subscribe pia. Niambia hapo kwenye comment unaipa asilimia ngapi hii shot yangu, alafu njoo kwenye comment hapo tupige story. Hizi ni baadhi ya mbinu ambazo zinaweza zikakusaidia wewe kupata
views wengi au kufikia watu wengi sana kwenye Instagram na Facebook. Kama akaunti yako ni ndogo, unaweza ukaanza kutengeneza content za dakika 15 mpaka 20. Mara nyingi hizi ni aina ya content ambazo mtazamaji anaweza kuzitazama kuanzia mwanzo hadi mwisho. Na algorithm, kama video yako ikitazama mwanzo hadi mwisho, algorithm inaamini kwamba hiyo video yako ni nzuri. Kwa hiyo inaipush kwa watazamaji wengine wengi zaidi. Kama tayari una audience kubwa, unaweza kujaribu kutengeneza content yenye dakika 1 ikiwa na hook kali. Ndani ya dakika 3 za mwanzo unatakiwa tayari umeshamueleza mtu anatakiwa ategemee nini akiwa anaangalia video yako. Usianze na salamu nyingi, ni vyema uende straight to the point. Mtu anayetazama content yako aweze kupata, kama ni knowledge ama kama ni entertainment, aipate mapema iwezekanavyo, kwa sababu muda ni mchache. Tumia caption fupi, maandishi makubwa kwenye video, weka thumbnail ili watu waweze kuclick. Kuna trick inayoshinda content bora na consistency. Ukiendelea kuboresha video zako na kuposti mara kwa mara. Kama unaamini kamera milioni 5 itakufanya uwe videographer mkubwa, naomba usinunue kamera nyingine mpaka umalize kuangalia hii video. Kwa sababu kuna ukweli ambao nilichelewa kuujua kwa miaka mingi. Kila siku naona watu wanauliza, ninunue Sony, ninunue Canon, au ninunue Blackmagic. Lakini swali ambalo hakuna mtu anayeuliza ni kwamba nikishanunua hiyo kamera itanifanya niwe videographer bora? Jibu ni hapana. Miaka michache iliyopita nilikuwa naamini nikipata kamera nzuri client watanifuata. Video zangu zitakuwa cinematic. Nitakuwa creator mkubwa. Lakini niliponunua vifaa nikagundua kamera haikubadilisha uwezo wangu. Kilichobadilisha uwezo wangu ni kujifunza lighting, composition, storytelling na editing. Fikiria, ukimpa mtu ambaye hajui kuendesha gari Ferrari, ataendesha vizuri? Jibu ni hapana. Lakini ukimpa dereva wa Toyota ya kawaida, atafika salama tu. Kamera ni kama gari, wewe ndio dereva. Nimeona creator wengi wana kamera za milioni nyingi, lakini video zao kawaida. Kwa nini? Kwa sababu watu hawaingii YouTube kuangalia kamera, wanaingia kutafuta elimu, burudani, story, emotion, value. Badala ya kutumia milioni kununua kamera mpya, jifunze kwanza lighting, audio, editing, storytelling, thumbnail, title na hooks. Hivi vitu vinaweza kusaidia views zako kuliko kubadilisha kamera. Kamera nzuri ni muhimu, lakini sio kitu cha kwanza. Sasa kama hujui kutumia kamera ulionao sasa, hata ukinunua kamera ya milioni 20 matokeo hayatobadilika. Kwa sababu videographer mzuri hutengenezwa kwa ujuzi, sio bei ya kamera. Nataka kujua maoni yako. Kama leo ungepewa milioni 10, ungenunua kamera mpya au ungewekeza kujifunza skills mpya? Niandikie kwenye comment. Usisahau kusubscribe na kulike hii video. Ukiniambia unataka kuanza YouTube ili upate pesa, nitakwambia jambo moja. Watu wengi hawaelewi jinsi ambavyo YouTube inalipa. Wengine wanafikiria ukipata subscribers 1000, au wengine wanafikiria kwamba ukipata subscribers 10,000 unaweza ukaanza kulipwa moja kwa moja. Ukweli ni kwamba unaweza ukawa na subscribers wengi lakini bado usifikie malengo ya kulipwa. Kuna wengine wanajiuliza maswali kama, je, YouTube inalipa kweli Tanzania? Ya, ni kweli YouTube inalipa. Kama upo Tanzania pia unaweza kulipwa na fedha zako zinaingia kupitia AdSense. Lakini yote hayo ni baada ya kutimiza masharti ya program. Sasa masharti ya kulipwa ni yapi? Ili kujiunga na YouTube Partner Program kuna masharti muhimu lazima uyafuate. Ni kuwa na subscribers 1000, watch time yani ya masaa 4000, au YouTube Shorts views milioni 10. Lakini pia unatakiwa kujua YouTube kubadilisha masharti mara kwa mara. Kwa hiyo unaweza ukaangalia masharti ya sasa ndani ya YouTube Studio. Sasa ni video gani ambazo zinalipa zaidi? Ukweli ni kwamba sio kila video inalipa kiwango kikubwa cha fedha, lakini unaweza ukajiweka kwenye position ya kulipwa pesa nyingi sana kwa kuangalia aina ya content wewe unayotengeneza. Kwa mfano, content
inayohusiana na masuala ya biashara, teknolojia, elimu au fedha. Hizi ni content ambazo zina value kubwa sana kwa YouTube. Kwa hiyo unaweza ukajiposition hapo ili uweze kupata revenue kubwa kwa YouTube. Kuna makosa ukifanya yanaweza kukugharimu kama ukiwa na YouTube account. Makosa makubwa kama kukopi, yani copyright, kukopi video za watu, kutumia muziki ambayo ina copyright, kununua subscribers kwa source ambazo sio rasmi na kununua views kwa source ambazo sio rasmi. Nikisema source ambazo sio rasmi, YouTube wana program ya kupromote ndani ya YouTube yenyewe ambayo inakusaidia wewe kupromote kazi yako au video yako iweze kuwafikia watu wengi zaidi. YouTube ambacho wao hawakitaki ni kwamba kwenda kulipa third party, yani kulipa apps au website zingine ziweze kugenerate traffic au kugenerate views kuleta kwenye YouTube. Sasa jinsi ya kukua, ukitaka kukua haraka kwenye YouTube, fikiria kutatua tatizo. Kwa mfano, kuna watu wanatafuta namna ya kufanya kitu fulani, wanatafuta elimu fulani. Maana yake wewe ukiwa unatengeneza video kuhusiana na elimu fulani, hapo utakuwa unatatua tatizo la kielimu. Kuna watu wana changamoto za kibiashara. Sasa kama wewe unaweza kutengeneza content za kibiashara, maana yake hapo utakuwa unatatua tatizo la watu wenye changamoto za kibiashara. Hapo utakuwa umejiweka katika position nzuri ya wewe kupata views wengi sana ukiwa hapa YouTube. Lakini hakikisha unatengeneza title nzuri, title ambayo inaweza inaeleweka na inaweza ikamfanya mtu aweze kuelewa video yako inahusiana na nini. Lakini issue nyingine ni kwamba upload video kwa mwendelezo mzuri, yani kuwa consistent. So kama unapenda mfululizo wa hizi content kuhusu YouTube tips kwa Kiswahili, bonyeza subscribe. Pia hakikisha una like hii video na comment hapo chini kama unahitaji niendelee kufanya content kama hizi. Mimi sio kama naiponda AI. Sisemi unaiponda. Shaka. Katika watu ambao walipata taarifa za karibu na mapema kipindi artificial intelligence nyingine. Na imani mimi nilikuwa miongoni mwa watu ambao walitangulia kupata habari hizi. Alafu na wewe ulikuwa binadamu wa kwanza kupinga kwamba hii siwepo, inaharibu sijui na nini. Unakumbuka? Lakini nakumbuka. Kwa nini sasa? Mpaka sasa hivi. Sawa, ukiachana na ChatGPT. Sawa. AI gani wewe imekupa faida? Ambayo imenipa faida. Nikiachana na ChatGPT. Mfano hii AI ya WhatsApp sasa hivi. Ambayo mimi nikiwa nimelala inajibu message za wateja na mpaka inafunga order. Mimi naamka asubuhi naenda kufanya kazi nachukua hela. Na advance ishatuma. Kwa hiyo maana ofisi yangu haifungwi sababu ya artificial intelligence. Hiyo moja. Alafu mbili, ukiwa kuna hizi za kutengeneza clip fupi. Labda mimi kama msanii nataka kujibrand, labda naenda redioni. Sasa ile video yangu iweje ili ifanane na wasanii wakubwa? Kwa bado hujajua mchanganyiko. Sio kama ninajua mchanganyiko. Kwa kipindi kile ulikuwa unaniambia mimi, nilikuwa naamini na nilikuwa na uhakika kabisa kwa AI isipokuwa controlled, sawa, italeta shida. Sawa, sijakataa. Kwani wewe hujasoma sheria za kibinadamu? Sheria za haki za kibinadamu. Maana yake ni kwamba kazi zote zinazofanyika duniani, hata kama ni za mashine, za roboti, za nini, lakini mtu anatakiwa afanyeje? Awe involved. Ndio hiyo sasa YouTube amekuja kujibu mapigo. Ukigenerate za YouTube peke yake, ina maana hata zile revenue zinakuwa zina vinyo kiasi. Kwa maana yake ni kwamba binadamu inatakiwa atumike. Kwa hiyo sasa wewe unatumiaje AI kama object, yani kwamba kama kipato kukamilisha kazi yako, sehemu ambapo ulikuwa huwezi kufika ikufikisha, lakini sio kusema huna kabisa au huna kitu cha kufanya. Hiyo yenyewe mimi mwenyewe napinga. Kwa maana yake ni kwamba ilivyokuja AI, unakubaliana na mimi mwanzo nilivyokataa ujio wa AI, kwa maana ya kwamba hatakuwa tuna data za kutosha inafanyaje kazi. Inafanyaje kazi, hiyo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kwamba isingekuwa control inge take over. Yeah, I know, ndio. Kuna sababu nyingi ambazo zinafanya creators washindwe kutengeneza content. Sio kwa sababu hawana kamera nzuri na sio kwa sababu algorithm inawachukia.
Sababu kubwa ni moja tu, wanaogopa kuaibika. Na ukiangalia creators wengi duniani walilipa hiyo gharama kabla ya kufika walipo. Mafanikio yanaanza pale ambapo unakubali kuchekwa. Kila mtu anayefanya kitu tofauti anaonekanaga mtu wa ajabu sana mwanzoni. Unapoanza kufanya video hadharani, watu wote wanakuwa wanakutazama. Lakini kumbuka, kama hamna anayekuona kwa tofauti, basi bado hujafanya kitu cha kitofauti. Ukweli ni kwamba video zako za mwanzo zitakuwa tu mbaya. Hakuna creator alianza akiwa perfect. Video ya kwanza haitakuwa nzuri. Hata voice over ya kwanza pia haiwezi ikawa nzuri. Editing ya kwanza pia haiwezi ikawa nzuri. Kitu kikubwa, usijilinganishe na watu walioanza kitambo, watu walioanza miaka 10 iliyopita, watu walioanza miaka 5 iliyopita, kwa sababu makosa makubwa tunayofanya ni kujilinganisha na watu kama hao ambao kiuhalisia wana miaka mingi sana ya kufanya wanachokifanya. Watu unaoogopa hawatabadilisha maisha yako. Unaogopa ndugu, kwa mfano unaogopa ndugu zako watakuonaje, unaogopa marafiki zako watakuonaje, au wote hawezi kubadilisha maisha yako. Unaogopa watu wa mtaani watasemaje wakikuona unaanza kurekodi au unaanza kufanya kitu ambacho unaamini unaweza kukifanya. Lakini ukweli ni kwamba siku zote watu wanaobadilisha maisha yako ni wale watu ambao hawajui umetoka wapi, na sometimes hata hawajui unaelekea wapi. Mara nyingi inaonekanaga aibu unapokuwa unaanza, lakini ukifanikiwa story inakuwa tofauti. Ukifanikiwa watu utasikia wanasema tulijua tutafanikiwa. Usisubiri kuungwa mkono ndio uanze. Kama unataka kuwa creator, content creator, kubali kuonekana mtu wa ajabu kwa muda fulani. Kubali tu, hata kama video zako za mwanzo sio nzuri. Kubali watu wakiwa wanakushangaa, kwa sababu mara nyingi mafanikio yanaanza pale ambapo watu wengine wote wanaona aibu. Kama umejifunza kitu kwenye video hii, bonyeza like, bonyeza subscribe, andika kwenye comment hapo. Niko tayari kuaibika mpaka nitimize ndoto zangu. Mimi mtoto sio kama naiponda AI. Sisemi unaiponda. Shaka. Katika watu ambao walipata taarifa za karibu na mapema kipindi artificial intelligence nyingine, na imani mimi nilikuwa miongoni mwa watu ambao walitangulia kupata habari hizi. Alafu na wewe ulikuwa binadamu wa kwanza kupinga kwamba hii siwepo, inaharibu sijui na nini. Unakumbuka? Lakini nakumbuka. Kwa nini sasa? Mpaka sasa hivi. Sawa, ukiachana na ChatGPT. Sawa. AI gani wewe imekupa faida? Kama wewe unipa faida. Nikiachana na ChatGPT. Mfano hii AI ya WhatsApp sasa hivi. Ambayo mimi nikiwa nimelala inajibu message za wateja na mpaka inafunga order. Mimi naamka asubuhi naenda kufanya kazi nachukua hela. Na advance ishatuma. Kwa hiyo maana ofisi yangu haifungwi sababu ya artificial intelligence. Hiyo moja. Hapo mbili, ukiwa kuna hizi za kutengeneza clip fupi. Labda mimi kama msanii nataka kujibrand, labda naenda redioni. Sasa ile video yangu iweje ili ifanane na wasanii wakubwa? Mimi kwa bado hujajua mchanganyiko. Sio kama ninajua mchanganyiko. Kwa kipindi kile ulikuwa unaniambia mimi nilikuwa naamini na nilikuwa na uhakika kabisa kwa AI isipokuwa controlled, sawa, italeta shida. Sawa, sijakataa. Kwani wewe hujasoma sheria za kibinadamu? Sheria za haki za kibinadamu. Maana yake ni kwamba kazi zote zinazofanyika duniani, hata kama ni za mashine, za roboti, za nini, lakini mtu anatakiwa afanyeje?
au involved. Ndio hiyo sasa YouTube amekuja kujibu mapigo. Ukigenerate za YouTube peke yake, ina maana hata zile revenue zinakuwa zina vinyo kiasi. Kwa maana yake ni kwamba binadamu inatakiwa atumike. Kwa hiyo sasa wewe unatumia AI kama object, yani kwamba kama kipato kukamilisha kazi yako, sehemu ambako ulikuwa huwezi kufika, ikufikisha. Lakini sio kusema huna kabisa, huna kitu cha kufanya. Hiyo yenyewe mwenyewe napinga. Kwa maana yake ni kwamba ilivyokuja AI, unakubaliana na mimi mwanzo nilivyokataa ujio wa AI, kwa maana ya kwamba hatakuwa tuna data za kutosha inafanyaje kazi. Inafanyaje kazi, hiyo jambo la kwanza. Lakini jambo la pili ni kwamba isingekuwa control inge take over. Yeah, I know, na ndio. Unafikiria kununua Sony FX5? Subiri kwanza. Kabla hujatoa mamilioni ya pesa, kuna mambo muhimu unapaswa kujua ndani ya sekunde 90. Nitakwambia kama kamera hii inakufaa ama la. Kwanza kabisa, Sony FX5 ni cinema camera iliyotengenezwa kwa ajili ya filmmakers na video professionals, si kwa wapiga picha wa kawaida. Kitu kinachosumbua watu wengi ni ubora wa video, na hapa Sony FX5 inafanya vizuri sana. Ina rekodi 4K yenye detail nyingi, ina dynamic range kubwa, na scene tone pamoja na S-Log zinakupa flexibility kubwa kwenye color grading. Autofocus yake ni bora kabisa, inafuata uso na macho kwa usahihi. Pia ina record 5K resolution mpaka 60 frames per second. Unajua kitu ambacho Sony wamekibadilisha na kinaweza kukufanya ununue Sony FX5 ni screen yake. Sony FX5 inakuja na screen kubwa ya inchi 3.5, kubwa kuliko ile ya Sony FX3. Lakini si kubwa tu, screen hii imewekwa kwenye mfumo wa 4 axis multi angles, hivyo inaweza kugeuka mara 4 kwa urahisi unapopiga low angles, high angles au selfie bila usumbufu. Kama unafanya biashara ya video kama wedding, documentary, commercials au music video, Sony FX5 bado ni moja ya kamera bora kununua. Lakini kama wewe ni content creator wa kawaida au unapiga picha zaidi kuliko video, unaweza kuokoa pesa kuchagua option nyingine. Hii video itakusaidia wewe kuweza kununua jezi katika mfumo mpya wa J-Root Shop. So kama utatumia kompyuta, hii video itakufaa zaidi. Ukisha search kwenye Google pale J-Root Shop, si ndio? Ukishaingia hii hapa ndio itakuwa website. Utakuta pale juu wameandika chagua jezi, changia ndoto. Kiasi cha jezi itakuwa inauzwa shilingi 50,000. Alafu target, utaona pembeni pale wameandika target, tunatakiwa tununue jezi 100,000. Ukianza pale mwanzo utakuta wameweka jezi zote 3, jezi ya blue, jezi ya nyekundu na jezi nyeupe. Sasa kwa mfano, kwa wale ambao walikuwa wanajiuliza, nikitaka kununua jezi labda 3, ukishaingia kwenye mfumo hapo, kwa mfano unataka ununue jezi nyingi, jezi zaidi ya moja, utakliki hapo, utasema labda nataka ninunue jezi 2 nyekundu, 2 za blue na 2 nyeupe. Ukisha select hivyo, automatic huku chini inakuja jezi ulizo hapa, itaandikwa jezi ulizochagua, kiasi kwa moja, na toto itakuja hapa, itakuwa imeandikwa toto jumla jezi hela yote ya jezi unazotaka. Ukifika huku chini utakuta hapa imeshawekwa kiasi ambacho unatakiwa kulipa. Kwa hiyo hapa utaingiza na utachagua hapa unataka ulipe kwa njia gani. Utataka ulipe kwa Mastercard ama utataka ulipe kwa njia ya simu hizi Tigo, Airtel na nyingine Alopesa na nini na Mix. Hapa zipo M-Pesa, Airtel, Airtel na Mix by Yas, mitandao karibia yote. Kwa hiyo utaweka namba yako ya simu hapa, alafu utalipa. Kama hii video imekusaidia kwa namna moja au nyingine, make sure una like alafu una share ili iweze kufikia watu wengine wengi zaidi. Simba nguvu moja. Kama unatengeneza content, utakubaliana na mimi kabisa, kuna wakati inakuwa ni kazi ngumu sana kushuti kwenye mbele za watu, kushuti public places, yani sehemu ambapo kuna watu, labda stendi, sokoni, vitu kama. Sasa kwenye hii video nataka nikupe trick 2 za muhimu sana ambazo zinaweza zikakusaidia wewe kushuti vizuri kwenye watu wengi. Trick namba 1, unapoenda kushuti kwenye watu wengi, unatakiwa utafute sehemu ambayo wewe utakuwa unayaona mazingira yote. Kwa mfano unaenda kushuti sokoni, ukishafuata procedure zote, kwa mfano umeenda kuonana na labda mwenyekiti wa soko,
ukapata kibali maalum cha kushuti, unatakiwa uangalie sehemu ambayo sio entry, yani sio sehemu ambayo watu wanaingia wala sio sehemu ambayo watu wanatoka, lakini ujiposition sehemu ambayo unaweza ukawaona watu wanaoingia na watu wanaotoka. Pale uta control attention ya watu, kwa sababu watu wanaoingia moja kwa moja watakuwa wanaangalia sehemu za bidhaa na watu wanaotoka watakuwa wanaangalia sehemu wanapokwenda. Kwa hiyo ukijiposition sehemu ambayo hakuna hizo movement, itakusaidia wewe kuweza kupata shoti zako vizuri bila shida yoyote. Lakini trick nyingine ni kwamba unajitahidi kushuti bila wasiwasi. Kwa mfano, unaweza ukawa umeenda kwenye restaurant, una uhakika kama hiyo restaurant wanaruhusu kushuti ama hawaruhusu kushuti. Sasa trick ya pale ya kufanya ni kwamba unapokuwa unashoot usionyeshe wasiwasi. Unajua unapoanza kuonyesha wasiwasi una gain attention ya wale wahudumu kutaka kuja kukuuliza au kukuuliza unafanya kitu gani. Kwa cha msingi ni wewe kuwa na confidence ya kile kitu unachokifanya mpaka pale ambapo utakuja kuambiwa labda kufanya unachokifanya hapa sio sahihi. Kwa sababu kama wewe unaenda tu pale kwa ajili ya kushoot, kila sehemu ina sheria zake, lakini kama unaenda pale kwa ajili ya kushoot, maana yake ni kwamba unakuwa katika, sidhani kama ni kitu kibaya, ila utakapoanza kuonyesha wasiwasi ndipo utakapowapa watu wasiwasi. So kama umependa hii video, make sure una like alafu una subscribe. Niambie kwenye comment hapo ushawahi kwenda kushuti sehemu gani na ukapata changamoto gani. Kwa miaka mingi nimekuwa nikitumia camera, cinema lenses, lighting mbalimbali kutengeneza cinema look. Lakini kuna kitu kimoja niligundua baada ya muda. Vitu vyote nilivyokuwa natumia kutengeneza video ili watu waangalie vinaweza pia kutumika kuelezea watu waelewe. Ndio maana nimeanza kubadilisha namna ninavyotengeneza content. Badala kutumia cinematography kuonesha tu muonekano mzuri ama picha nzuri, nataka sasa nianze kuonyesha namna the whole process, jinsi ambavyo huwa inafanyika. Kuna namna social media inaharibu ukuaji wa msanii. Msanii anaandaa nyimbo, akishaandaa nyimbo, ili kupromote nyimbo yake anatengeneza video 100 mpaka 200 kuziposti katika social media ili watu wazione, apate views wengi. Ukweli ndio anapata views wengi, lakini official page ya msanii inajaa content nyingi ambazo zinakuwa zinapromote nyimbo moja. Inafika wakati uenjoy mziki wa ule msanii, unakutana na clip nyingi zinakuwa zinajirudia rudia. Kwa wasanii ushauri wangu ni huu: ni vema msanii utengeneze fan page. Kwenye official page ni vizuri upost official video ama official visualizer ama lyrics videos. Zile zinamsaidia shabiki yako kuona na hata kuwa na distraction nyingi ya kuendelea kuangalia vitu vingi ambavyo vyote vinakuwa vinapromote nyimbo moja. Kama akihitaji kuangalia vitu kama hivyo, inabidi aende kwenye fan page. Sasa tunapozungumzia visualizer ama lyrics video, kama wewe msanii nakupa offer ya kuchagua kati ya lyrics video ama visualizer kwa budget ya 130,000 tu, unakuwa na uwezo wa kupackage nyimbo yako kwa visuals kali na simple. Kwenye hii video nataka nikuonyesha jinsi ambavyo nimeshoot hii shot ya mvua kwa kutumia Sony f6,500 na tube 2. Kabla sija kuonyesha the full process, make sure una like hii video. So step ya kwanza ilikuwa ni kuandaa mvua yetu. Hapa tulichukua mfuko wa shilingi 500 na kuweka juu ya kamba za kuanikia nguo, tukaubana vizuri na vibanio, halafu tukatia maji kwenye ule mfuko. Taa moja niliweka kama key light, tube moja niliweka kama key light, nyingine nikaweka kama backlight ambayo ilikuwa ni taa ya kijani. Lakini ili kupata ule mwanga kama radi, nilitumia taa moja ndogo ambayo ilikuwa ni hizi taa zinazouzwa za urembo ama ambayo ilikuwa na effect ya flashes. So baada ya pale tukatoboa
tukamweka msanii wetu. Baada ya kumweka msanii pale, tukaset kamera yetu Sony F6500. Baada ya kuseti Sony F6500 tukatoboa na vijiti vidogo vidogo, tukatoboa ule mfuko, basi maji yakawa yanachuruzika. Of course tulikuwa hatuna muda mwingi wa kuset ili maji yawe mengi zaidi, lakini nafikiri utakuwa umepata picha ya hata ukiwa unahitaji kufanya hiki unaweza ukaboresha zaidi na kutafuta mfuko labda mrefu, ama kutafuta mfuko mpana zaidi ambao unaweza ukabeba maji mengi au maji kwa upana zaidi. Kwa hiyo kama umejifunza kitu kupitia hii video, make sure una like, alafu una subscribe pia. Niambia hapo kwenye comment unaipa asilimia ngapi hii shot yangu, alafu njoo kwenye comment hapo tupige story. Niko location naenda kushuti. Yaani wimbo unahusiana na wasanii wa kike ambao wanatakiwa kutoka, wanakutana na vikwazo mbalimbali. Kwa moja ya kikwazo kimebainika kwamba ni cha producer. Maproducer wanapenda sana kuonea dada zetu, wanaomba sana mchezo, waache rushwa ya ngono. Producer rushwa ya ngono waache. Madirector sisi hamna. Hiyo issue inaanzia kwa producer, inakuja kwa msanii mimi, inakuja kwa director wewe, inakuja kwenye media everywhere. Jamani, unajisikiaje sana msanii wetu? Experience umpata wapi kufanya hivyo? Yaani umefikiria nini kwa chembo wa aina hii? Kwa kweli siwezi kusema uongo, ni kwa sababu zinajulikana. Sababu haso zinajulikana. Ilikukuta Naweza nikasema hivyo, lakini nashukuru Mungu kwamba timu ambayo niko nayo sasa hivi sana. Nikwambia kitu kimoja. Unajua bwana, hili swala la mapenzi inategemea na mtu mwenyewe anapokuja. Inategemea na mtu anapokuvutia. Sasa ndugu yangu, unajua nikwambie, sasa producer umpende nani? Si msanii unatakiwa umpende. Lakini ndio mpaka umpende mtu, sio mpaka. Lakini pia nyinyi ma producer sio kwamba mnampenda. Sometimes ni tamaa, yani kwamba akupitie tu, sio kwamba labda anakupenda atakuwa na wewe au anakusupport na yani apite alafu aseme mimi nimepita. Sasa dada yangu, swala la kupenda kwa mwanamke na mwanaume ni tofauti. Hiyo ni falsafa nyingine. Kwa hapa tukianza kuichambua au utotoboa kwa nini producer amekutaka, wewe unahisi sio mapenzi. Mapenzi kwa mwanaume yanatafsiriwa tofauti. Zamani ilibidi uangalie analytics, metrics tofauti, audience retention, ili uweze kujua tatizo ni nini kwenye video zako. Lakini kwa sasa hivi YouTube imeweka AI ambayo inaitwa Ask Studio. YouTube Studio utaona alama ya sparkle juu kulia. Ukibonyeza unaweza kuuliza maswali kama kwa nini video yangu haikupata views? Audience yangu inapenda maudhui gani? AI itachambua channel yako na itakupa majibu yanayotokana na analytics zako. Kwa miaka mingi nimekuwa nikitumia camera, cinema lenses, lighting mbalimbali kutengeneza cinema look. Lakini kuna kitu kimoja niligundua baada ya muda. Vitu vyote nilivyokuwa natumia kutengeneza video ili watu waangalie, vinaweza pia kutumika kuelezea watu waelewe. Ndio maana nimeanza kubadilisha namna ninavyotengeneza content. Badala ya kutumia cinematography kuonesha tu muonekano mzuri ama picha nzuri, nataka sasa nianze kuonyesha namna the whole process, jinsi ambavyo huwa inafanyika. Ukiniambia unataka kuanza YouTube ili upate pesa, nitakwambia jambo moja. Watu wengi hawaelewi jinsi ambavyo YouTube inalipa. Wengine wanafikiria ukipata subscribers 1000, au wengine wanafikiria kwamba ukipata subscribers 10,000 unaweza ukaanza kulipwa moja kwa moja. Ukweli ni kwamba unaweza ukawa na subscribers wengi lakini bado usifikie malengo ya kulipwa. Kuna wengine wanajiuliza maswali kama, je, YouTube inalipa kweli Tanzania? Ni kweli YouTube inalipa. Kama upo Tanzania pia unaweza kulipwa na fedha zako zinaingia kupitia AdSense. Lakini yote hayo ni baada ya kutimiza masharti ya program. Sasa masharti ya kulipwa ni yapi? Ili kujiunga na YouTube Partner Program kuna masharti muhimu lazima uyafuate. Ni kuwa na subscribers 1000, watch time
yani ya masaa 4,000 au YouTube Shorts views milioni 10. Lakini pia unatakiwa kujua YouTube kubadilisha masharti mara kwa mara. Kwa hiyo unaweza ukaangalia masharti ya sasa ndani ya YouTube Studio. Sasa ni video gani ambazo zinalipa zaidi? Ukweli ni kwamba sio kila video inalipa